Karibu tena msikilizaji wangu kwenye simulizi yenye mafunzo makubwa, maumivu, machozi na majuto. Simulizi hii inaitwa Umalaya Umeniponza. Simulizi hii imeandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Hii ni sehemu ya 8. Tega masikio yako, simulizi inaendelea kunoga na kusonga mbele. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli hii ya DJ Manumbu ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kuelimisha. Wiki kadhaa zilipita tangu Mwajuma arudi nyumbani kwao Mtwara. Taratibu alianza kuzoea maisha ya kijijini tena. Asubuhi alikuwa akimsaidia mama yake kazi za nyumbani. Wakati mwingine alikuwa akienda ufukweni kumsaidia baba yake kupanga nyavu. Lakini licha ya utulivu ule, ndani ya moyo wake bado kulikuwa na majeraha makubwa. Alijaribu kutabasamu mbele ya watu, lakini kila alipokuwa peke yake, alilia kimya kimya. Mwanzoni watu wengi kijijini walifurahia kumwona amerudi. Walijua tu alikuwa ameenda kutafuta maisha mjini. Hakuna aliyejua kilichompata. Lakini siku zote siri huwa hazifichiki milele. Siku moja wanawake wawili waliokuwa wakizungumza kisimani walimtambua. Mmoja alisema kwa sauti ya chini, "Yule si ndiye alikuwa akizunguka kwenye mitandao mjini?" Mwenzake akamkaribia, "Ndiye yeye. Niliwahi kuona picha zake Facebook." Habari zikaanza kuenea taratibu kijijini. Baadhi ya watu wakaanza kunong'ona. Wengine wakaanza kumtazama kwa macho ya dharau. Na wengine wakaanza kuwazuia watoto wao kuzungumza naye. Siku moja Mwajuma alipita sokoni kununua mboga. Alipokuwa akichagua nyanya, alisikia wanawake wawili nyuma yake wakiongea. Ndiyo, wale maisha ya mjini hayo. Mwisho wake ni ukimwi. Mwajuma alihisi moyo wake ukiuma sana. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Alijifanya hajawasikia. Lakini maneno yale yalimchoma kama sindano moyoni. Alichukua vitu vyake haraka na kuondoka sokoni huku machozi yakianza kumtoka. Alipofika nyumbani alijifungia ndani. Mama yake alipogonga mlango hakuitika. Baada ya muda mrefu ndipo alifungua. Mama yake alipomwona alikuwa analia sana. "Nini tena mwanangu?" Mwajuma akaanguka kifuani kwa mama yake. "Watu wananicheka mama." Mama yake akamfuta machozi. "Usiwaogope watu. Muhimu umetambua kosa." Lakini Mwajuma alijua si rahisi jamii kusahau. Kadri siku zilivyopita, maneno ya watu yalizidi. Wengine walimuita malaya wa mjini. Wengine walimcheka wakisema, "Alienda kutafuta raha, amerudi na mateso." Kila neno lilikuwa kama jiwe moyoni mwake. Mwajuma akaanza kujitenga na watu. Hakutoka nje mara nyingi, na hata alipowaona wasichana wadogo wa shule wakipita, alihisi aibu kubwa. Lakini siku moja jambo lilitokea lililobadilisha maisha yake kidogo. Kulikuwa na binti mmoja wa jirani aliyeitwa Aisha. Aisha alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 4. Mrembo, mchanga, na mwenye ndoto za kwenda Dar es Salaam kutafuta maisha baada ya kumaliza shule. Siku moja jioni alimfuata Mwajuma akiwa amekaa nje. "Dada, ni kweli mjini kuna pesa nyingi?" Mwajuma akamtazama kwa muda mrefu. Akajiona yeye mwenyewe kipindi cha zamani ndani ya macho ya Aisha. Aisha akaendelea kusema kwa furaha, "Mimi nikimaliza shule nataka kwenda mjini nile maisha." Mwajuma alihisi machozi yakianza kumjaa. Polepole akasema, "Usitamani maisha usiyoyajua." Aisha akacheka, "Mbona watu wanafanikiwa?" Mwajuma akavuta pumzi ndefu. Kuna mafanikio yanayokuja na maumivu makubwa. Kwa mara ya kwanza, Mwajuma akaanza kusimulia maisha yake kwa mtu mwingine. Akamweleza jinsi alivyotoroka nyumbani, alivyodanganywa na maisha ya starehe,
na jinsi alivyoangamia. Aisha alibaki kimya kabisa. Macho yake yakaanza kujawa na hofu. Usiku ule baada ya Aisha kuondoka, Mwajuma alikaa nje akiitazama anga. Kwa muda mrefu alikuwa akiona maisha yake hayana maana tena. Lakini siku hiyo alihisi labda bado anaweza kuokoa wengine wasianguke alipoangukia yeye. Lakini bado hakujua kuna jambo jingine kubwa lilikuwa linakuja kubadilisha maisha yake kabisa. Itaendelea sehemu ya 9. Mwajuma anasimama kuonya wasichana. Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manungu, ili usikose sehemu zinazofuata za simulizi hii kali na yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane sehemu ya 9. Asante sana.